atakuja atawaeleza mwanaume eleweke kivipi, na tutadiscuss tu mambo mengi sana, yani mambo mengi sana. Kwa hiyo kama upo live yetu jamaa, tunakuomba usitoke, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinafundisha na vinaelimisha. Yani kila siku jamani, msipende kutuona tunawachekesha tu, mara tumempiga kofi babu, mara babu kafanya hivi, mara kachukua ndizi. Hapana. Kuna muda ifiki jamani, tupeane darasa. Tupeane nini? Tupeane mafunzo ambayo kama kijana au kama binadamu au kama mtoto wa kiume, mwanaume mtikia mwanaume umeona bwana, inabidi kuna vitu vijue, vitu shababi ambavyo hivyo vitu kwa sisi watoto wa kiume ni hatari sana hivyo. Yaani ukishavijua tu basi hiyo inakuwa mbinu mbadala, unaitwa uchai wa kizungu. Naam, leo jamani, kama nilivyowaambia, babu ashaingia hapa. Babu ashaingia. Ya jamani, tulipoishia pale ni mitandao ya kiufundi. Tuliishia kuhusu masuala ya jandoni. Wanaume kuhusu masuala ya kutailiwa. Leo tupo na babu, leo tuna discuss mada hiyo kubwa. Zini baada hiyo tutakuja katika mlolongo. Hiko ni kipande katika mada ya wanaume atueleweki. Wanaume? Wanaume? Ndio babu. Wanaume? Wanaume? Kaza. Mikazo. Kazo. Ndio babu. Ukikaza vitu vinatoboka. Usipokaza utoboi babu. Utoboi maisha kweli. Maisha kweli ambayo tunawaambia. Sasa twende moja kwa moja. Twende moja kwa moja. Sababu tukificha tunapoteza kizazi. Kweli. Tukiendelea kulea hivi vitu vinakuwa asili yetu inapotea. Inakuwa endelevu. Inapotea kabisa. Inapotea. Sasa kama inapotea, ikaanza kupotea. Unaona sina confidence. Ndio. Kwa sababu Tanzania tunaishi nao. Tunaishi nao majirani zetu. Lakini tujifunze kumpa mtoto maumivu. Ajue jinsi gani ya kuilinda. Tukumbuke maumivu ni muhimu kwenye maisha ya binadamu. Jamani, upande wa jando pia. Babu endelea. Maumivu ni kitendo cha kutambua kwamba kuna maumivu na furaha. Ukajua vitu viwili vipo duniani. Ndio. Haswa kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume inabidi apewe maumivu, apewe uchungu. Kama simba anampitisha mwana kwenye miba, bado mdogo, anampa uchungu. Kwa nini wewe mwanao usimpitishe kwenye miba? hajui kuichunga. Jando ni kitendo cha kumtambulisha kijana kwamba umekuja duniani. Na wewe ni nani? Mwanaume? Mwanaume? Kia. Kwa sababu jando, ukipeleka jando, sisi kipindi kile tunaenda jando, watu wanapiga ngoma. Sifa unasifiwa, watu wanaenda jando shehe. Ndio. Shehe, jando ni jando. Kwa hiyo sasa ngoja kwanza babu. Japo jamani, watazamaji pia wajaelewa. Tunataka tufahamu kipindi chenu nyie kwenye masuala ya jando, katika masuala kwenye kutahiri. Mlikuwa mnatahiri vipi? Kwanza sisi tulikuwa tuna jambo moja. Tendo la kwenda kuchukuliwa kijana kwa wazazi wako. Na kwenda kambini kusubiri kukatwa govi. Govinda anaitwa. Sio tusi. Sio tusi, ni kiungo hicho. Anaitwa Govinda. Sasa ile hali ilipelekea kwamba kijana anajiona jasiri kwanza. Wanaenda porini. Porini kwanza zinapigwa ngoma. Na kabla ya ngoma, watoto wanaweshwa, wanapewa sumu, wanapewa maneno ya kishujaa. Wanaimba